Kabla hatujaomba, hebu kwanza tuchukue muda kusikiliza neno la Mungu, kisha tutaomba pamoja. Kuna vita vinaendelea sasa hivi. Sio vita vinavyopiganwa kwa mapanga au bunduki, na sio vita utakavyosikia kwenye habari. Ukitaka kukubali au la, Biblia inaweka wazi kabisa kwamba tuko katikati ya vita ya kiroho. Na vita hii haisubiri tuwe tayari. Haisimami tunapokuwa tumechoka. Hairudi nyuma tunapojifanya kwamba haipo. Unaweza kujaribu kuipuuza, kuipunguza au kujifanya si ya kweli. Lakini kukataa ukweli hakubadilishi hali halisi. Kama vile kupuuza dhoruba hakuzuii isije, kuchagua kutoona vita ya kiroho hakukukingi dhidi ya athari zake. Na adui anatumaini utabaki bila kujua, kwa sababu kadiri usivyojua ndivyo unavyokuwa dhaifu zaidi. Lakini Mungu hakukuacha bila ulinzi wala bila msaada. Hakukuambia kuhusu vita ya kiroho ili kukuogopesha, bali alikuonya kwa sababu anakupenda, kwa sababu ni halisi, na muhimu zaidi, kwa sababu tayari amekupa kila kitu unachohitaji ili kusimama imara, kumpinga adui na kutembea katika ushindi. Ndiyo maana Mtume Paulo, akiongozwa na Roho Mtakatifu, alitupa picha yenye nguvu katika Waefeso saa 6 na madakika 18. Aliandika hii: mwishowe mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu, ili mpate kuweza kushinda siku ya uovu, na mkisha kufanya yote, kusimama imara. Angalia Paulo anachosema hapa. Hatuambiwi tutegemee nguvu zetu wenyewe. Anasema mzidi kuwa hodari katika Bwana. Kwa sababu vita hii si vita tunavyoweza kushinda kwa nguvu za kibinadamu. Inahitaji nguvu za mbinguni, na nguvu hiyo inapatikana kupitia Yesu. Kisha Paulo anaeleza silaha hizi ni nini. Ni vitu vya kiroho ambavyo tunapaswa kuvaa kila siku. Vingi ni vya kujilinda kwa sababu Mungu anajua adui atashambulia. Lakini kwa upendo ametupa ulinzi wa mbinguni ili tusibaki wazi bila ulinzi. Hebu tuzitazame moja baada ya nyingine. Kwanza, mkanda wa kweli. Zamani mkanda wa askari ndio ulioshikilia silaha nyingine zote pamoja. Ulitoa udhabiti na msaada. Kiroho, ukweli ndio unaoshikilia kila kitu pamoja. Yesu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Adui, hata hivyo, ni baba wa uongo. Mbinu zake ni za hila. Anapotosha ukweli kidogo tu ili kuleta kuchanganyikiwa, mashaka na udanganyifu. Lakini unapofunga maisha yako katika ukweli wa neno la Mungu, unapojua Mungu ni nani na anasema nini kuhusu wewe, hutikisiki kwa urahisi. Ukweli unakufanya ubaki imara wakati kila kitu kingine kinaonekana hakina uhakika. Kisha kuna dirii ya haki. Dirii inalinda moyo, sehemu muhimu zaidi ya mwili. Kiroho, hii inawakilisha usafi, uadilifu na kusimama sawa mbele za Mungu. Adui anataka kushambulia moyo wako. Anataka ujisikie aibu, huna dhamani na umehukumiwa. Lakini haki inakulinda. Sio haki yako mwenyewe, bali haki ya Kristo uliopewa bure kupitia dhabihu yake. Kutembea katika haki ni kuchagua njia ya Mungu hata wakati ni ngumu. Ni kuishi na moyo unaotaka kumpendeza Mungu, si kwa hofu, bali kwa upendo. Halafu kuna viatu vya Injili ya amani. Viatu vinakuandaa kwa safari. Vinakupa usawa, udhabiti na uwezo wa kusonga mbele. Injili ya amani ndiyo inayokuwezesha kutembea katika maisha kwa ujasiri hata wakati ardhi chini yako inatikisika. Ni habari njema kwamba Kristo tayari ameshinda. Kwamba umesamehewa, umeokolewa na unapendwa sana.
Unaposimama juu ya ukweli huo, hupaniki wakati wa machafuko. Hukimbii shida zinapokuja. Unatembea mbele kwa amani ukijua msingi wako uko imara. Sasa ngao ya imani. Paulo anasema ngao hii inazima mishale ya moto ya adui. Mishale hiyo inaweza kuonekana kama hofu, wasiwasi, kutokujiamini au majaribu. Inakuja ghafla, wakati mwingine bila onyo. Lakini imani yako, yaani kumtumaini Mungu na ahadi zake, ndiyo inayozizuia. Imani si tumaini lisilo na msingi. Ni imani iliyo na mizizi ndani ya ukweli kwamba Mungu ni yeye asemaye kuwa hata wakati hali zinaonekana tofauti. Ni kusema ninakuamini Mungu hata wakati bado huoni matokeo. Kisha kuna kofia ya wokovu. Akili zetu ni moja ya sehemu ambazo adui anapenda kushambulia zaidi. Mashaka, kuchanganyikiwa, wasiwasi na aibu mara nyingi huanza katika mawazo. Lakini wokovu, kujua kwamba umeokolewa kwa neema na kwamba wewe ni wa Kristo, inalinda akili yako. Inakukumbusha kwamba utambulisho wako haupatikani katika yale uliyofanya, bali katika yale Yesu aliyokufanyia. Unapovaa kofia ya wokovu, unafikiri tofauti. Unakumbuka kwamba unapendwa, umechaguliwa na umehakikishiwa uzima wa milele. Na mwisho, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Hii ndiyo silaha pekee ya kushambulia na ina nguvu sana. Neno la Mungu lina uhai, lina mamlaka. Wakati Yesu alijaribiwa na Shetani jangwani, hakubishana. Hakujaribu kujitetea kwa maneno yake mwenyewe. Alisema tu, imeandikwa, na adui akaondoka. Neno hilo hilo linapatikana kwako. Lakini lazima ulijue. Lazima ulisome, ulitafakari na uliweke moyoni mwako. Kwa sababu wakati vita vinapokuja, maandiko yanakuwa upanga wako, tangazo lako na ushindi wako. Kwa hiyo rafiki, usiache silaha zako pembeni. Usiende katika maisha bila ulinzi wa kiroho. Kila asubuhi unapoamka, vaa silaha za Mungu, kwa sababu vita ni halisi. Lakini kilicho halisi zaidi ni ushindi tulio nao ndani ya Kristo. Sasa hebu tuchukue muda huu kuomba pamoja. Bwana Yesu, asante kwa kunipenda kikamilifu sana kiasi kwamba hukuniacha nijaribu kuishi maisha haya peke yangu. Hukuniacha katika dunia iliyojaa majaribu, vita na changamoto. Badala yake, ulitengeneza njia ili niweze kusimama imara. Ulinipa kila kitu ninachohitaji. Ulinipa uwepo wako, ahadi zako na silaha zako. Asante kwa kunifunika kwa ulinzi wa mbinguni. Asante kwa kunipa zana za kukabiliana na kila changamoto na kusimama dhidi ya kila mpango wa adui. Asante kwa sababu sihitaji kutegemea nguvu zangu mwenyewe, bali ninaweza kutegemea nguvu zako. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwenye nguvu na wewe ni mtetezi wangu. Kwa hiyo hapa nilipo, Bwana, ninajisalimisha nikiwa na imani kamili katika wema wako. Ninaweka chini mipango yangu, matarajio yangu na hamu yangu ya kudhibiti kila kitu. Mapenzi yako yaongoze maisha yangu. Kusudi lako litimie katika maisha yangu hatua kwa hatua. Hata wakati njia haiko wazi, ninaamini kwamba unaniongoza mahali pazuri. Kwa sababu neno lako linasema kwamba unafanya mambo yote yafanye kazi pamoja kwa faida ya wale wanaokupenda. Najua kwamba adui anakuja kuiba, kuua na kuharibu. Lakini wewe ulikuja kunipa uzima na uzima tele. Kwa hiyo leo ninasimama katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba kila mpango wa giza dhidi ya maisha yangu na wapendwa wangu umevunjwa. Kila hila itaanguka. Kila uongo utafunuliwa. Ninaweka damu ya thamani ya Yesu juu ya akili yangu, mwili wangu, nyumba yangu, mahusiano yangu na maisha yangu ya baadaye. Usiruhusu kitu chochote kiniguse ambacho hakijapita kwanza mikononi mwako yenye upendo. Nizungushe, Bwana.
Nifunike kama ngao. Nifunge katika amani yako ipitayo ufahamu wote. Uwepo wako uende mbele yangu, ubaki kando yangu na uwe nyuma yangu. Niruhusu nifichwe sana ndani yako kiasi kwamba adui asipate nafasi katika maisha yangu. Roho Mtakatifu, nisaidie leo na kila siku kuvaa silaha ulizonipa. Isiwe maneno ninayosoma tu, bali iwe halisi. Iwe na nguvu. Iwe sehemu ya maisha yangu. Funga mkanda wa kweli kiunoni mwangu. Katika dunia iliyojaa kuchanganyikiwa na udanganyifu, acha ukweli wako uwe nanga yangu. Uwe msingi wa utambulisho wangu. Uongoze maneno yangu na hatua zangu. Weka dirii ya haki juu ya moyo wangu. Linda sehemu ambayo napenda, nahisi na ninabeba ndoto zangu. Nisaidie kuchagua utakatifu, si kwa sababu ya wajibu, bali kwa sababu ya upendo wangu kwako. Nisaidie kutembea katika uadilifu hata wakati hakuna anayeniona. Vaa miguu yangu viatu vya Injili ya amani. Niruhusu nitembee kwa ujasiri, si kwa hofu. Wakati machafuko yanazunguka, niruhusu nisimame katika amani. Niruhusu niwe mleta amani, nikisema maneno ya uzima, nikichagua neema, nikitoa wema na kuwa nuru katika giza. Nipe ngao ya imani mikononi mwangu. Wakati mishale ya adui inakuja, nisaidie nisimshushe ngao. Nipe nguvu nisikate tamaa. Nikumbushe vita ulivyokwisha kushinda kwa ajili yangu na ahadi ulizokwisha kusema juu ya maisha yangu. Niruhusu imani yangu isimame si juu ya ninachoona, bali juu ya wewe ni nani. Weka kofia ya wokovu juu ya kichwa changu. Linda mawazo yangu, Yesu. Adui anajua kwamba akipanda hofu au mashaka katika akili yangu, anaweza kutikisa kila kitu kingine. Lakini wokovu wako ni usalama wangu. Mimi si yule dunia inasema mimi ni nani. Mimi ni yule wewe unasema mimi ni nani. Nimeokolewa. Nimechaguliwa. Nimekombolewa. Na mimi ni wako. Na Bwana, weka mikononi mwangu upanga wa Roho, neno lako lililo hai. Usiruhusu libaki kimya kwenye rafu. Acha liishi moyoni mwangu. Wakati ninajaribiwa, niruhusu nilitamke kwa ujasiri. Wakati ninaogopa, niruhusu nilitangaze kwa mamlaka. Wakati ninahitaji nguvu, niruhusu limwagike ndani ya roho yangu kama maji ya uzima. Niruhusu nisiwe msomaji wa neno tu, bali mtendaji wa neno lako. Baba, sitaki kushangazwa na vita vya kiroho. Nisaidie niwe macho, nitembee kwa hekima, nitambue hila za adui na nijibu kwa hekima inayotoka kwako. Niruhusu maisha yangu yafunikwe na silaha zako kila siku. Wakati nina dhaifu, nikumbushe kwamba neema yako inanitosha. Wakati ninahisi kulemewa, nikumbushe kwamba bado wewe unatawala. Wakati ninachoka, nikumbushe kwamba vita si vyangu, ni vyako. Nipe ujasiri ninapotaka kurudi nyuma. Nipe amani wakati dhoruba zinapiga. Nipe uwazi wakati maamuzi ni magumu. Nipe uvumilivu wakati safari ni ndefu. Acha maisha yangu yawe ushuhuda hai wa nguvu zako, wema wako na uaminifu wako. Asante Yesu kwa kupigana vita ambavyo siwezi kuona. Asante kwa silaha ulizonipa. Nachagua kutembea ndani yake leo. Katika jina lako lenye nguvu na ushindi ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina kama ishara ya imani. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na kama unahitaji maombi maalum, tafadhali tujulishe katika maoni. Tutafurahi kukuombea. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.